Bwana asifiwe. Tunamshangilia Bwana katika mwendelezo wa siku 70 hizi za maombi. Mada yetu ni mada inayozungumza, je, au inawezekana kupata mwenzi wa maisha kupitia maombi tu? Ni swali ambalo limeulizwa na mimi najibu kulingana na Biblia, inawezekana kwa jina la Yesu. Kwa nini? Biblia tunaangalia kitabu kile cha Ruthi, sura ile ya pili, sura ya kwanza hadi sura ya 3, unaweza kukutana na mada hizi. Kwa sababu gani? Kati ya jibu ambalo linathibitisha ya kwamba inawezekana kupata mwenzi wa maisha kupitia maombi ni kwamba maombi yanafanya nafasi nyingi. Leo tutaangalia nafasi moja. Nafasi ambayo inafanywa katika maombi ni nafasi hii ya kwanza. Maombi yanakuunganisha na mtu sahihi. Kabla hujaunganishwa na mtu sahihi, binti kijana, jitahidi uwe mtu sahihi. Sikiliza kidogo. Kabla hujapatana na mtu sahihi ambaye unatamani kuunganishwa na mtu sahihi huyo. Sikiliza, Ruthi alikuwa ni kati ya binti ambaye pia alihitaji kuunganishwa na mtu sahihi. Sikiliza, Boaz, utasoma utakutana na hizo taarifa. Sikiliza, hapa natamani kuongea kitu hiki. Ni kwamba Ruthi kati ya mabinti ambao, kati ya watu ambao walikuwa na uaminifu, kati ya watu ambao walikuwa na heshima, kati ya watu ambao walikuwa na utii. Hivyo basi, ikiwa wewe unatamani upate mtu ambaye ni sahihi, lazima pia hata wewe uvibebe vitu hivi. Ni makosa makubwa wewe kuhitaji tu leo upatane na mtu ambaye unatamani awe mcha Mungu wakati wewe sio mcha Mungu. Ni makosa makubwa haya. Ni maumivu ambayo yameonekana katika dunia hii, na ni maumivu ambayo yamejulikana katika maisha yetu ambayo tunaishi leo. Hivyo basi, kati ya kitu ambacho leo kitakusaidia wewe unayetafuta mwenzi wa maisha, leo omba sana Mungu akuunganishe na mtu sahihi. Inawezekana kabisa. Inawezekana. Ni kweli baadhi ya watu wameleta tafiti nyingi katika maisha yao ya kwamba ni kweli mchumba atoki mbingu. Ni kweli mwenzi wa maisha atoki mbingu. Ni kweli mwenzi wa maisha atoki mbingu. Tunakiri kabisa ya kwamba mwenzi wa maisha atoki mbinguni, anatoka duniani. Ni kweli, sio kwamba atashushwa kutoka mbinguni ashuke kwako. Ni kweli, huo ni ukweli, unadhibitika kabisa. Binti, kaa katika mkao. Hata wewe kama kweli unatamani kupata mwenzi wa maisha, kaa katika mkao wenyewe. Kwa nini nasema hili? Kwa sababu ikiwa shida zimekuwepo hapa, watu wengi leo hawajajiandaa kwa ajili ya tukio maalum. Watu wengi leo hawajajiandaa kwa ajili ya tukio maalum. Ni kweli anasema kwamba yaweza kuwa anahitaji kuolewa, yaweza kuwa anahitaji kuoa, lakini hawajajiandaa. Sio hivyo tu, nikwambie katika siku hii ya leo hawabadiliki. Kujiandaa kivipi? Maombi unapokuwa ukiomba pia, kama una udhaifu, kama una tabia fulani, na ndio maana nasema kwamba nafasi ya maombi katika kutafuta mwenzi wa maisha, nafasi ya kwanza ni kukuunganisha na mtu sahihi. Lakini unapounganishwa na mtu sahihi, lazima kama wewe hauko sahihi. Na ndio maana uchumba mwingi unaachika leo. Shida iko wapi? Yaweza kuwa huyo mtu ambaye unaungana naye sio mtu sahihi. Na nitazungumza ya kwamba kwa nini watu wengi ambao pia wameshirikiana tendo la ndoa kabla ya ndoa, uchumba mwingi unakatika. Kwa nini? Nitaeleza hili katika mwendelezo wa siku 70 hizi. Ngoja nikwambie siku ya leo, omba sana katika maisha yako binti. Kwa nini nasema hivi? Kwa nini nasema hivi? Kuna saa katika maombi ya kupata mwenzi wa maisha, katika maombi ya kupata mtu ambaye utatembea naye katika maisha, usiombe Mungu au umpende huyo mwenzi wa maisha. Usiombe hivi. Uombe nini? Omba Mungu akuonyeshe tabia za huyo mtu. Hiyo ndio salama. Omba Mungu akuonyeshe tabia za huyo mtu ambaye unaenda kuungana naye. Shida imekuwepo hapa. Watu wengi leo tunang'ang'ana kwenye maombi, upendo na huyo mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano, upendo na huyo mwenzi wako ulienao leo katika maisha yako. Kuna saa usiombe hivyo, usikalili mtu wa Mungu. Omba Mungu akusaidie. Narudia tena, omba Mungu akusaidie ujue tabia zake. Maana ukijua hizi, ndio maana ya kuwa hata kwenye uchumba. Ndio maana hiyo sio tu kuachana tamaa na kuachana hivyo hivyo. Sio hilo. Sio main point kutoka kwa Mungu. Leo tumeangalia Ruthi pamoja na Boaz. Ni kati ya watu ambao wamekuwa kielelezo kwetu. Maana Ruthi alikuwa ni kati ya binti na kati ya mama ambaye alikaa katika mtazamo kamili, na alikaa kwa ajili ya kumwangalia Mungu, na akaunganishwa na mtu sahihi. Natamani ukawe mojawapo ya wewe ambao kaunganishwa na mtu sahihi. Binti kijana unayetafuta mchumba, ukaunganishwe na mtu sahihi. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante sana kwa siku ya leo, na asante kwa wakati huu. Binti huyu na kijana huyu anatamani aunganishwe na mtu sahihi kupitia maombi na kupitia kazi ambazo wanazifanya na kupitia pia
vitu ambavyo ameviweka katika maisha yake kama mojawapo ya vitu ambavyo vitabeba sifa ya mume wake, vitabeba sifa ya mke wake, basi Bwana hata yeye mfanye afae kwa ajili ya sifa hizo. Katika siku ya leo Bwana nisaidie, tusaidie kwa ujumla. Saidia vijana ambao leo wako kwenye mahusiano hayo yamekuwa ni maumivu, kama sio sahihi yale mahusiano. Bwana, sisi tunatangaza rasmi tu kulingana na neno lako na kulingana na jina lako, ukayavuruge yale, na baada ya hapo yaanzishwe mahusiano yaliyo sahihi. Shuka wewe na kuzidi, maana wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyebahatisha. Binti huyu, kijana huyu anayefuatilia hili, ikiwa ni tamanio lake, kampatie mwenzi wa maisha kwa jina lako Yesu, amen. Bwana akubariki.